Mchungaji Frank, inakupa onyo la mwisho. Acha kufuatilia mambo yetu, na usipofanya hivyo ukaendelea na ugumu wako, tutakumaliza. Nani wewe? Nasema nani wewe? Baba, nakushukuru, asante Bwana kwa kuwa Mungu ni mwema. Yesu, kwa ajili ya kelele za maadui, Baba najiweka mikononi mwako, mbele zako Yesu. Endelea kunilinda na kunifunika Bwana, na kuniepusha na kelele za maadui. Asante Bwana, na kuamini mfalme wa amani kupitia jina lako. Amen. Bosi, mbona tumekaa muda mrefu sana bosi? Na hawa vijana hawatokei. Au itakuwa hii njia sio sahihi? Bosi, tumekaa sana. Uko sahihi. Hata mimi najiuliza. Wale mabinti hawatokei. Au kuna kitu hakijakaa sawa huko nje tupande kutuuza. Tumekaa sana hapa lakini hatuoni wakitokea njia hii. Hivyo basi. Mpango wangu ni mmoja. Laiti kama wangepita hii njia, tungewavurugia kabisa mipango yao yote. Wasifanikishe chochote kile wanachokihitaji. Ndio boss. Bila kwa sasa, tunuzi bwana nyumbani. Ndio boss. Mtumishi, mbona tumefika kwa amani sana kwenye hiki kijiji? Nafikiri ni yale maombi tuliyoomba na mchungaji jana. Si unajua neno la Mungu lina nguvu. Ndio limetufanya tufike salama. Nyie mnadhani ule upako alioachilia pastor ulikuwa wa kawaida? Na kijiji chenyewe ni hicho mbele yetu kinaonekana. Nadhani hata wewe mwinjilisti mwenzetu atakapofika atafurahia sana. Yaani sana.
Karibu binti yangu. Asante mchungaji. Shikamoo. Marahaba, hujambo? Sijambo. Mbona uko hapa? Maana leo sio siku ya ibada. Shida nini? Nipo hapa kwa sababu najisikia vibaya. Sawa, basi nitakuombea. Baba, katika jina la Yesu, Mungu, tazama huyu binti Bwana, namweka mikononi mwako Bwana. Ukamponye Yesu kwa udhaifu alionao Bwana. Baba, na kuinua mfalme wa amani kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Wow, watumishi wa Mungu. Wow. Basi karibuni mkae. Asante. Poleni kwa safari. Asante, tunamshukuru Mungu ametutia nguvu tumeweza kufika salama. Basi naomba tusimame tuombe tumshukuru Mungu kwa kuwafikisha salama. Tufumbe macho tuombe. Mtakatifu Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi, nasema asante Mungu kwa ujio wa wageni hawa na waweka wakifu mikononi mwako Mungu, ukawalinde kwa nguvu zako watakapokwenda kuanza huduma yako Mungu, ukae pamoja na wao. Na waweka mikononi mwako Mungu. Asante kwa yote, naomba na kuamini. Amina. Amina. Edward, mbona huyu binti hafiki? Au hukumpa maelekezo vizuri? Hapana bosi. Binti maelekezo ni vizuri sana. Na hisi hapa muda si mrefu naweza kufika. Halo? Kipara. Ruhusu aingie. Pita, mlango uko wazi. Boss. Ndio. Binti ambaye tulikuwa tumemsubiri tayari huyu hapa kashafika. Sawa. Hivyo basi anaweza akatupa mrejesho wa kazi uliyomwagiza. Neema. Kazi niliyokuagiza umefanya kwa fasaha? Ndio boss, nimefanya kama ulivyonielekeza. Safi. Boss. Yesu, umesikia binti alivyozungumza? Vizuri. Kama mkiendelea kufanya kazi kwa namna hii, pia kuna zawadi nyingine tofauti na pesa ambao nitawaita baadaye nitawapa. Hivyo kwa sasa mnaweza mkaenda muendelee na majukumu mengine. Sawa? Sawa boss.
Neema. Ni sawa, kazi uliyofanya ni kazi nzuri sana. Lakini kuna ile kazi ya mara ya kwanza niliyokuagiza, ukasema kwamba vijana watatoka pale kanisani kwenda kijiji jirani kwenda kushuhudia. Lakini ukasema watapita ile barabara. Tulikaa sana ile barabara takriban masaa mawili, lakini hatukuwaona vijana wakipita ile njia. Au ulitudanganya? Hapana bosi, sikuwadanganya. Ila ilitokea dharura pale kanisani, vijana wakachelewa kuondoka. Hivi sasa watakuwa wameshafika kijiji kile cha kwanza. Bosi, inabidi tuwafate huko huko waliko. Halafu na ule mpango wetu namba 2 inabidi tukautekeleze. Sawa. Tuondokeni tuwafate huko huko. Sawa. Kuna nini? Njoo ni mzee wa kanisa. Hiki si ni kibuyu? Wewe wanatumia wachawi. Kimefikaje hapa? Yaweza kuwa mchungaji anatumia uchawi madhabahuni. Twende kwanza kwa mchungaji tukamshirikishe. Hasa kama kibuyu kipo hapa, yaweza kuwa kuna kitu hakiko sawa kwa mchungaji. Twende kwanza tukamuulize mchungaji. Sawa. Bwana Yesu asifiwe, watu wa maeneo haya. Sisi ni watumishi wa Mungu kutoka mjini. Tumekuja hapa, lengo letu ni kufundisha, kushuhudia kwa habari ya ufalme wa Mungu. Maana Biblia inasema nyakati za mwisho kutakuwako na hatari. Watatokea manabii wa uongo. Hapana, msiwasikilize. Hao ndio manabii wa uongo, wanatupotosha. Dada sikiliza. Sisi kama tungekuwa manabii wa uongo, tusingeweza kuja na kuzungumza kwa habari za manabii. Hapana. Hakuna injili ya kweli hapa. Acha kuwapotosha watu. Tusambeni. Kweli jamani, naomba tuondokeni tu jamani. Yaani hapa tunapotoshwa bure. Au mnaonaje jamani? Kweli. Wainjilisti, hongereni sana kwa huduma. Lakini poleni sana kwa kilichowapata. Sisi tuseme tu asante, lakini inafikirisha sana kwa watu kama wale waliotokea. Nafanya mpaka unajiuliza ama ni watu wa yule nabii kule mjini ambaye tumepata habari zake mpaka huku. Maana haiwezekani tu watu from nowhere watokee tuanze kusema hapana, ni uongo. Na ukilinganisha na mazingira, kwa kweli inachanganya, na kazi
ndio tumeianza, niseme tu hivyo. Inawezekana, maana huko kijijini kuwapata watu kama wale ni ngumu sana. Inabidi usiku wa leo tufanye maombi kwa ajili ya hii huduma. Amen. Amina. Wakuu, nimekuja hapa mimi mtumwa wenu. Ombeni mnisikilize, nina matatizo. Kazi ulionipa ya hawa wacha Mungu kuweza kuwaangusha ni kazi ngumu sana. Japokuwa nimejitahidi, lakini bado kuna mahala nashindwa kumaliza kazi. Ninaomba mnipe njia ya kuweza kupambana na hawa wacha Mungu. Maana vita naona ni kubwa sana. Japokuwa ninajitahidi sana, lakini naona bado. Danieli, unajua kuwa tulikupa jina hili la unabii ili uweze kufanya kazi yako kwa urahisi. Sasa ni wakati wako kutumia nguvu zako tulizokupa ili uweze kuangusha hawa wacha Mungu. Sawa kuu. Lakini nipeni njia rahisi na mfumo wa kuweza kupigana hii vita ili nishinde kwa haraka. Maana bila mfumo ambao ni mzuri zaidi kuutumia, naweza nikakwama. Maana natamani sana hicho cheo kukipata ambacho mmeniahidia baada ya hii kazi kumaliza. Unavyoendelea mpaka sasa uko vizuri, lakini jaribu kupigana vita hii kwa mfumo wa njia pembe tatu, utashinda kwa urahisi. Asante sana wakuu wangu. Mfumo wa vita kwa njia ya pembe tatu nimewaelewa. Pembe tatu.